Kwa hiyo mimi niseme tu Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na hospitali ya Lumumba pamoja na idara nyingine za kisayansi tunaendelea na uchunguzi wa kupata ufumbuzi wa kujua ni nini kimetokea, na pale ambapo itathibitika kuna jambo lolote la kijinai limetokea, hatua zitachukuliwa dhidi ya mhusika. Nikisema hivi huyu mume wa marehemu au mchumba wa marehemu Bwana Joseph tuko naye kwa mahojiano zaidi. Hivi ninavyozungumza, timu ya wapelelezi inaendelea kufanya mahojiano naye kwa ajili ya kutaka kujua vile vile nini kimesibu pale. Lakini vile vile ninapozungumza kuhusiana na uchunguzi wa kifo cha marehemu, uchunguzi huu tunaufanya kwa kushirikiana na ndugu wa marehemu, kwa maana ya kwamba wametuma mwakilishi taasisi maalum inayoshughulika na uchunguzi wa vifo kwa maana ya corona, ambayo imepata authority au kibali kutoka ubalozi wa Marekani nchini Tanzania, Dar es Salaam, na hiyo barua tumeiona na nakala ya barua hiyo imepelekwa mpaka hospitali ya serikali Lumumba kutoa mamlaka ambayo wamepewa kutoka kwa ndugu wa marehemu kwa hii taasisi kusimamia uchunguzi wa kifo cha marehemu. Kwa hiyo niombe tu kwamba tuwe watulivu na tuamini taarifa sahihi zinazotolewa na vyombo husika vya usalama pale ambapo taarifa kamili zitakavyopatikana kuhusiana na kifo cha mgeni huyu, basi tutazitoa. Lakini kwenye swala hili la ripoti ya uchunguzi kutoka hospitalini ambayo umeiona inasambaa kwenye maeneo mbalimbali na imeconclude kwamba inawezekana aliuliwa, mimi hiyo siwezi kuisemea kwa sababu ninachofahamu mpaka sasa hivi wataalamu bado wako wanaendelea na postmortem. Nitakuwa kwenye nafasi ya kuzungumza kuhusiana na nini chanzo kulingana na ripoti iliyotolewa mpaka pale nitakapopata taarifa rasmi kutoka kwa hospitali iliyosainiwa na daktari mahususi mwenye mamlaka ya kuchunguza vifo. Kwa hiyo kama ipo, mimi kwa niaba ya Jeshi la Polisi niseme siitambui na siwezi nikaitumia hiyo nikaamini kwamba hicho kilichoonekana humo ndicho kilichotokea, kwa sababu bado tuko kwenye uchunguzi. Kwamba walikuwa na mzozo, je, Jeshi la Polisi lilipata taarifa yoyote? Hapana, hatukuwa na taarifa kwa sababu ile ni hoteli na inawezekana ile dispute ilikuwa inadhibitiwa na uongozi wa hoteli, na ndio maana pale ambapo walipoona hii hali imekuwa kubwa zaidi wakawatenganisha vyumba, baada ya kuona kwamba sasa hawa kwa kukaa pamoja hawawezi tena kuendelea kuishi pamoja, wakawatenganisha vyumba. Nadhani lengo lilikuwa baada ya kuwatenganisha vyumba wachukue hatua nyingine zaidi. Hilo siwezi kuwasemea watu wa hotelini, lakini mpaka tukio linatokea hakukuwa na ripoti yoyote Jeshi la Polisi kuhusiana na mizozo yao ndani ya hoteli ile. Lakini tumezungumza na meneja wa hoteli na viongozi wote wa hoteli, mkuu wa usalama wa hoteli pale ndani, wanalijua hilo na wamethibitisha kwamba kweli hawa watu tangu wamekuja hapa walikuwa smart. Wakizozana, ukigonga ukiingia unawakuta wanakunywa soda, wanakunywa juisi, no problem, everything is okay. Wanafunga mlango, wanaondoka. Kukitokea tena mzozo, wakirudi tena wanakuta tena wametulia. Kwa hiyo walikuwa hawataki kuonyesha kwamba walikuwa wana changamoto zozote au wana tatizo lolote pale hotelini. Lakini majirani walikuwa wanasikia na walikuwa wanazitoa hizo ripoti. Kwa uchunguzi unaendelea. Mpaka sasa hivi bado timu yetu inaendelea na mahojiano naye. Na kwa kawaida mahojiano ni jambo la kisheria. Huwezi kusema tangu siku hiyo mpaka sasa hizi mbona hajahojiwa, hapana. Anahojiwa, kukitokea na jambo jipya tunaweza tukarudi tena kumhoji tena.